Karibu kuendelea na sehemu yetu ya 3 ya kisa hiki kizito cha mapenzi. Asubuhi ya siku iliyofuata ilifika, lakini ndani ya moyo wa Nadia kulikuwa na dhoruba. Jua lilikuwa limechomoza, ndege walikuwa wakilia juu ya miti, lakini usingizi haukuwa umemgusa hata kidogo. Usiku mzima alikuwa akiwaza uso wa Jayden, maneno yake na macho yake. Macho ya mtu anayependa lakini anaogopa zaidi ya anavyokubali. Nadia alijigeuza kitandani, akavuta pumzi ndefu, kisha akaichukua simu yake. Ulikuwa na ujumbe mmoja mpya kutoka kwa Jayden. Nadia, naomba unisamehe. Kuna mambo mengi yananizuia kusema ukweli wote, lakini tafadhali usinifungie mlango. Nadia alisoma ujumbe huo mara kadhaa. Kila neno lilimvuta karibu, lakini kila sentensi ilimrudisha nyuma. Kichwani mwake akawaza, kwa nini mapenzi yaanze kwa hofu? Kwa nini mtu anayenitaka anaonekana kama ananikimbia? Alikuwa bado anawaza, na kabla ya majibu, simu yake ikapokea ujumbe tena. Safari hii haikuwa Jayden, ilikuwa namba isiyofahamika, ikisema, unacheza na moto Nadia. Moyo wa Nadia ukadunda kwa nguvu. Alikaa wima akitazama ujumbe huo kama ulikuwa umeandikwa kwa damu. Nadia akajibu haraka, wewe ni nani? Sekunde chache baadaye ujumbe ukaingia ukisema, mtu anayejua ukweli kuhusu Jayden. Moyo wake ukazidi kudunda, mikono ikaanza kutetemeka. Nadia akasema, ukweli gani? Kisha kukawa na kimya cha dakika nzima, halafu ujumbe ukaingia polepole kama hukumu. Jayden haishi maisha ya kawaida, na yeyote anayemkaribia huumia. Maneno yale yalimpiga Jayden vibaya. Kwa mara ya kwanza alihisi hofu halisi, sio kwa ajili yake, bali kwa ajili ya Nadia. Upande wa pili wa jiji, Jayden alikuwa amekaa kwenye ofisi kubwa yenye vioo vikubwa. Mbele yake alisimama yule mwanamke, Bi Mirela. Mwanamke aliyekuwa na sauti tulivu lakini hatari zaidi ya kelele. Nimekupa nafasi nyingi, alisema kwa sauti ya utulivu wa kuogopesha, lakini unaendelea kunivunja heshima. Jayden alitulia kimya, macho yake yakitazama chini. Huyu msichana hana hatia, alisema Jayden. Bi Mirela alitabasamu, tabasamu lisilo na ukweli, huku akisema, hakuna mtu asiye na hatia anapogusa maisha yako. Kumbuka Jayden, wewe ni mali ya hii familia. Jayden akakaza ngumi, akasema, sikuchagua kuzaliwa humo, lakini ulichagua kubaki. Bi Mirela akajibu haraka, na kila chaguo lina gharama. Alimsogelea hatua moja. Ukimleta mwanamke huyo karibu, utakuwa unamweka kwenye mstari wa hatari. Maneno yale yalimpiga Jayden vibaya. Kwa mara ya kwanza alihisi hofu halisi, sio kwa ajili yake, bali kwa ajili ya Nadia. Jioni, chumbani kwa Nadia, upepo mwanana ulipuliza pariza la dirisha. Nadia alikuwa amekaa kwenye kochi akiishika simu bila kuangalia. Mlango ukagongwa. Moyo wake ukashtuka. Alisimama polepole, akatembea kwa tahadhari, akafungua mlango. Alikuwa ni Jayden. Uso wake ulikuwa umechoka, macho yake yalionyesha mtu aliyepigana vita nzito kimya kimya. Jayden akasema, Nadia, tafadhali. Kisha Jayden akakaa kimya, hakusema zaidi. Nadia akageuka, akaenda kukaa. Hakumzuia kuingia wala hakumkaribisha. Ukimya ulikaa kati yao kama mtu wa tatu. Niambie ukweli, Nadia alisema kwa sauti ya chini lakini thabiti. Sio hadithi, ukweli. Jayden akavuta pumzi ndefu, akasema, maisha yangu yamefungwa kwenye ahadi na watu ambao siwezi kuwakimbia. Kuna mambo nayafanya sio kwa sababu nataka, bali kwa sababu nalazimika. Nadia alimwangalia kwa macho yenye machozi. Na mimi niko wapi kwenye maisha hayo? Jayden akasimama, akamsogelea pole pole, akamwambia,
wewe ni kitu kimoja kizuri ambacho sikupaswa kukutana nacho. Maneno yale yalimuumiza kuliko ukweli wowote. Kwa hiyo, mimi ni kosa? Jayden akatikisa kichwa haraka. Hapana, wewe ni sababu ninayotamani kubadilisha kila kitu, alisema Jayden. Kisha ukimya ulitawala kwa sekunde chache. Hisia zilining'inwa hewani, lakini ghafla simu ya Jayden ikaita. Alipoiona, uso wake ukabadilika. Alikuwa ni Bi Mirela. Jayden aliikata simu. Sekunde chache baadaye, ujumbe ukaingia: ninakupa dakika 10. Baada ya hapo, siwajibiki. Jayden akamwangalia Nadia kwa macho yenye hofu. Nadia, kama utanisikia leo, tafadhali kaa mbali nami kwa muda. Moyo wa Nadia ukashtuka. Jayden aliondoka haraka. Nadia alibaki peke yake, machozi yakitiririka kimya kimya. Simu yake ikapata ujumbe tena. Ujumbe ukisema, umeona sasa, huo ni mwanzo tu. Nadia akashika kifua chake. Alijua sasa hakukuwa na kurudi nyuma. Hii haikuwa tena hadithi ya mapenzi ya kawaida. Ilikuwa penzi lisilo na kibali, lililoandikwa kwa siri, hofu na hatari. Na kukaribisha kuendelea kufuatilia sehemu ya 4 ya simulizi hii nzito ya mapenzi yasiyo na kibali. Usisahau kusubscribe, like, share, pia comment.